Men don't cry mindset. Yeah. Is a thing that saizi iko kwa community yetu. Ile ya mwanaume akiwa na shida hafai kuonesha emotions, mwanaume akikapitia hafai kuonesha watu wanapitia, watu wanafanya wanaume wanakaa ni kama they need to hold the family, they need to stay strong for the society, they should not show their weakness. Hiyo mentality ama mindset ya kusema ati ukiwa man unafaa kuwa strong, unafaa kushow emotions, unafaa ku open up, unafaa kufanya nini, inafaa change. So hiyo mental health awareness inafaa involve mental ama some sort of education na ile system kwa set formal ama informal vile wasi wanaweza change your mentality. Your mindset ikishift things zinaweza work better. Ladies don't want to understand the men. Mbona juu wanataka the men wakue the alpha. Unajua cases mob za GBV na ukiangalia ma perpetrators ama victim, kuna venye tu kulikuwa na shida bado ya mental issues kwa hiyo family inakuwa hard upate tu msetu ameamka tu out of nowhere ashakuingia mavidini. Sasa place tumefika in life, we as ladies should assist our men somewhere. Hello babes. Wagwan baby girls. Usha introduce chali yako kwa beshte yako. Kidogo kakuwa beshte yao. We, nazishaishika. Ukaambia God walai zikishuka. Hutarudia tena. Life ishai kugonga. Ukawish ungekuwa mawe. We, unadhani hata umesikia. Hey, tebu sikiza Kipusa podcast. Ogopa! Jambo, welcome to another episode of the Kipusa podcast. Najua mmenimisa, najua kinyona it's all about vibes and inshallah. Na June being a mental health awareness month, nimeamua kuinvite an amazing man. Akuja ni join leo. We see how men handle situation. We talk about men and everything. Being a man. So, hi. On my right. Hi. Mimi naitwa Simiu Makori. Like she has said, I don't know how amazing I am, lakini we'll find out. Yeah. So today we are talking about something that affects millions of men. Something that not everybody is ready to embrace. A lot of people are shughulikangi about what our men feel, their emotions, what they go through. Wanasemanga a man opening up is a man being weak. And today we are here kuchambua kwa upana na urefu kuhusu things that affect men on their daily lives. So Simiyu, yes. What do you have to say about men's mental health? Kitu ya kwanza naweza sema about men's mental health ni it is a serious issue, especially kwa hii generation tunaishi ama the times we are living, a lot of men, mostly pia young men, older men wanna go through a lot, mentally, emotionally, psychologically, so hii mwezi as June it is mental health awareness month, it is the right time pia to discuss some of the issues zile zina affect this young and old men, and also communities zile wanaishi na vile tunaweza try ku bring about some positive change kwa hii agenda ama discussion yote ya mental health awareness. Okay. Especially on men. Na the other day on TikTok niliona wase wakisema venye a man would rather go and sit kwa bezi ya jaba akae na Mamorio than kukaa na mpwa wake kwa nyumba. What's your take on that? Ni ukweli actually naweza sema consumption ya vitu ka jaba ama substance abuse iko on rise. Personally naweza mention I used to be there. I used to be there sometimes back. Nilikuwa na undergo some issues, lakini naona the only way to solve the problem ni kutafuta escape mechanism. Na the best escape mechanism ile ilikuwa inaka cheaper ilikuwa ni kutafuta hiyo jaba labda ya 50-70 whatever, na hizo tools hizo mavitu za kuongeza ndio sikumio jaba. Alafu uende ukaibase na other men ama other people wale wana consume ama nearly wale kama wote wale wana consume, mkidiscuss wasa nasema gani stories za jaba, mkitry kupiga story ku kill time ama ku try ku escape. Kwa hiyo hizo issues zile zina ku affect. So kabla hata mtu aseme akona msupa wake ama mtu wake anaweza kaa chini naye wa discuss, ulikuwa unapata msichana na labda ni costly ama mse hata mu understand, kwa sababu kwa hii society pia
grow up ama system ya learning both formal ama informal, stories of mental issues as jakuwa incorporated. So unapata pia their partner huyo sasa msupa yuko on the best position ya ku understand vitu na go through, anaona tu ni kama ni vitu umejimposia kuhepa labda responsibilities ya. Kuna chali fulani nilikuwa naongea naye, alikuwa ananiambia most men wanaogopanga kuambia madem zao ama wapoa wao kuhusu what they are going through. Juu wanaonanga ni kama the girls will use it against them. Unapata when the man ako at his lowest, kwanza unajua sasa hivi madem tukipata pesa tunakuanga na kiburi. Utakuja uanze kumwambia wewe kwanza hata unanga pesa, sijui kazi yako imefanya nini. Do you think it's a thing with all ladies ama ni ile to some ama you guys misunderstand us? Naweza sema ni a thing with I won't generalize this, I mean all ladies kuna wale wako kwa hiyo category wanaweza sema uki open up labda uambie mambo vile inaendelea ataitumia kama weapon some days later, maybe uko down the line ataiweaponize kuja ku attack now ama shida tu zikihappen kwa relationship hizo tu normal challenges za relationship zikitokea anaweza itumia kama weapon anaweza kuja kubash mbele labda ya wase Seluna feel these things are supposed to be handled between the two of you kisiri labda anaitumia kama weapons ile you expect so unajua itakuwa ni blow nyingine, unaona dem labda hata discuss na watu wao friends wake mama mboga watu tuseme kwa neighborhood society so utafeel ni kama uko safe in quotes lakini mimi nasema bottom line ni how society ama vile wase wanaweza learn ku try ku understand hizo challenges alafu unakuzisolve amicably, ndio inaweza kuwa key. Alafu men don't cry mindset is a thing that saizi iko kwa community yetu. Ile ya mwanaume akiwa na shida hafai kuonesha emotions, mwanaume akikapitia hafai kuonesha watu wanapitia, watu wanafanya wanaume wanakaa ni kama they need to hold the family, they need to stay strong for the society, they should not show their weakness. Do you think it's something that should be dealt with, and ama do you feel like men should open up their emotions if we create a safe space for them? Unaonaje hiyo story? Ukweli most men wanakuwa ingrain hiyo mindset ya lazima uwe strong you don't have to show your weakness, you huwezi cry, huwezi fanya nini, hiyo itaonyesha ni kama you're losing it for generation. Hata society vile imekuwa tunajua shoulder responsibility most since time immemorial imekuwa under the man lakini things zimechange things zimechange. Back in the days walikuwa sema women never used to go to war lakini nowadays kuna female soldiers kwa careers mob unapata pia women wako kwa career ulikuwa na expect men wayuko pia unapata wanazijoin so hiyo mentality ama mindset ya kusema ati ukiwa man unafaa kuwa strong, unafaa kushow emotions, unafaa ku open up, unafaa kufanya nini, inafaa change so hiyo mental health awareness inafaa involve mental ama some sort of education na ile system kwa set up formal ama informal vile wase wanaweza change your mentality. Hiyo mindset ikishift things zinaweza work better. Hiyo mindset ya kusema sijui ati men ufai ku open up kwa say fulani specific itakaa ni weakness, hapana. Vitu ni tough challenges na affect gender fulani na affect the other gender hauwezi sema ni specific atiko tu hapa hizi challenge kwanza itoje mental challenges hauwezi sema ati specifically ziko apart sana so mindset inafaa shift. Na so do you think at times men do wanafanya other men cannot open up? Juda ingianga social media na scam tasema mwanaume ufai kula lunch ndio mwanaume ni kuinama mwanaume unavaa pink when msichana ti mwanaume ufai kulala na pilo, mwanaume unafulalie mawe it's like a man is encouraging another man to be tough, a man is encouraging a man to contain himself kwako ka circle ka man is supposed to be strong. It's a thing that pia nyinyi wanaume mnafaa unakubali another man can have a soft spot. By the way, kitu moja ni notice wanaume men can be soft
True. Men can be submissive sana. Men can be submissive. Kuna mwanaume anaweza kuja ukishamuita baby umpapase kichwa mwambie baby come sit here umweka kwa kifua umpapase atakuwa like alafu ukifungua kamera unakwenda kwa like top shit. Hataki kuonyesha alikuwa strong but men are people who deserve love. Of course. Men are people who should be treated like other human. Mwanaume ni binadamu. Of course, yeah. We are the same. Men and the female. Even sasa maybe men are way stronger physically. That doesn't mean they should be stronger emotionally. Of course, yeah. So hiyo ni ukweli. Kuna soft spot. Kila mtu ana soft spot. Yako ni gani? Yangu bado sijadiscover soft spot yangu ni gani. Lakini na try ku-unlock niki-unlock itakuwa better. Maybe next time nitakuwa nime-unlock ndakushow. So ukweli kuna men wana kuweka pressure tuseme in quotes. Ile designer tunafaa kuwa strong akiona ni kama ule open up unakuwa laughing stock kwa watu wengine. Na hao men ndo wana create pia part of the problem. Wana assume tuseme kuna shida imetokea bala to try kutafuta solution fit ya kusolve your problem, wanakuja wanataka kukuonyesha hapana wewe ndo ulilalisha, wewe ndo una strength ya kutackle problem until imfikie huo msi anakuonyesha hivyo pia kwa the same problem ama more difficult kuliko hiyo aanze kuona yenyewe civil alikuwa nadhania. So mimi naweza sema personally substance abuse nilikuwa natumia hizo jab and so on lakini nikawaacha. Ili nipeleka place hadi I had to be sort of committed kwa rehab. So I think uko learn a lot of things na nika understand better ukiona problem ni wewe ni ngumu notice uko na ni watu wengine wana notice uko na problem, wanaona changes zingine kwa shughuli vitu unafanya ziko a bit abnormal so inabaki the things are not going right. So inabaki wewe unajua ni ngumu useme nataka kupelekwa pale niende nijicommit lazima usukumwe sort of kwa sababu wewe unaona una problem until other people wamekuwa close na wewe wanaona kuna problem. Now how do you think financial pressure in affect mental health? Financial pressure kwanza ni one of the biggest unajua sasa tunaishi kwa unasema in a capitalist world lazima kuna price for everything. So ukikosa kuwa na the right amount ya kufanya kitu stresses ina activate unapata uko na pressure so unataka labda kubamba msopa wako unanga do itakuwa affect mentally. Utaanza labda hata dissociate, unaanza hata kuacha kudate au sawa unacheki hiyo ni one of the things unaweza pata unataka kuimpress wase waliku raise your family ama your parents unataka kufanyia kitu lakini unaga resources za kufanya hivyo. Alafu upate kuna ma parents wanakuweka pressure like watu wa mse fulani wanafanywa hivyo hata uje to do hivi. So hiyo bado ni pressure big sana. Kuna some story nilikuwa nasoma somewhere na ilikuwa inasema financial pressure ina affect most men venye umesema, especially men with families. Cause a man will go to work, unaweza pata hata ni mse wa hand to mouth, so ni ile wa kulipwa daily, ameenda kazi ameacha the lady in the house na the kids na the woman and expect the man akuje na chakula, kulipe rent, alipe nini, na mind you the lady won't even ask kama huyo mwanaume yako kazi. By the way unajua kasi wasichana wote wanaulizanga kama chali yake yako kazi ama mtu wake. Yeye bora mwanaume ametoka nje asubuhi ameenda amekuja na chakula, na unaweza pata the man anaweza enda akose pesa akope aende ambie beshte yake benzeni yokolee punch hivi nipelekee mama na mtoi kitu, alafu the lady anapelekewa that small amount of money akole mimi unanipea 500 mtoto anavaa pampers 700 sijui nini. The lady does not understand that maybe the man had to go an extra mile to get that amount of money. So I feel like pia saa ingine ladies don't want to understand the men. They can understand but they don't want. Mbona juu wanataka the men wakue the alpha. Mwanaume akue mtu wangu alinifanyia. Sasa place tumefika in life, we as ladies should assist our men somewhere. Not entirely, semi 50-50. Juu niko sure kuna wasichana watanimeza juu ya maneno. As a lady you need to help your man financially.
when your man is taking care of the big bills, analipa nyumba, analipa shule, anakita for some basic needs, it's upon you as a lady, shikilia the small things, get groceries, the to small things kwa nyumba. Kama maybe your man is hapo earn a lot. Kama mtu wako ni bosi sonko CEO somewhere, wewe relax, me I'll relax niekele miguu kwa meza. But if you know your man is somebody who is struggling to make end meet, pia wewe jaribu msaidie, cause saa ingine having a lady who just takes from you is draining. As a man pia when I was engaging with them walikuwa nasema unaweza kaa uanze kufikiria your lady, uone your girl is not bringing any impact to your life. Ana kitu positive analeta. Lakini naweza sema si hata Sam, si tulisema we are living in a modern world. So kuna some I forgot the name of the song. Alisema what a man can do, a woman can do it better. Mimi siwezi better. Lakini anasema a woman can do, a woman can do. So kama ni story ya kwa family setup ni kama mko kwa family setup, ni mambo ya hizo kukita hizo ma bills and so on kama unajua mtu wako ni mse wa hand to mouth hizo mashughuli ana stable income pase unafaa tu ku-understand, unaona? Uku-understand, unu-accept ni aje. Hapa hakuna vile utaniambia daily inaleta hiyo punch na yote tukufurahisha, ndo ufurahisha, ndo upigie mabeste zako story Ju most likely kama unapata kwa setup ya hand to mouth, alafu mjamaa ndio peke yako ana demu yake most likely sisemi ni kitu iko, most likely ana forms, ndio? True. Most likely anashinda hapo tu kwa hood mahali anapiga story na madha wengine, hawana shughuli, hataki kushika ka shughuli kadogo ashikilia afanye kitu. So hapo ndio anapata mostly hizo mentality za mjamaa wangu alidu hivi, alafu yeye na hiyo pressure anakuja anaekelea nani? The man. The man wakikosa kusikizana ndo wasikia cases zata za GBV zime-increase. Unajua cases mob za GBV na ukiangalia ma perpetrators ama victim, kuna venye tu kulikuwa na shida bado ya mental issues kwa hiyo family so inakuwa hard upate tu msetu ameamka tu out of nowhere ashakuingia mavidini. So unapata hapo kuna vile tu kuna correlation correlation between your mental health issues na GBV hizo ma violence so mambo ya do inafaa tu ikuwe kama unaweza uko capable unaweza uko na energy, uko physically fit as a woman ama as a lady pia changia pale unaweza si mimi hadi mamta tumetoka tunaonaga kuna mademo wanashika gadi ndo za bucket za fruits ma melon labda anasaidia jioni akamneo ama so mbili, kuna wali amechangi kuna wengine la nasikia wanaenda wanasaidia kufua hizo tu shughuli ndogo before something big ikuje. So ukiwa na mse ana try kuleta income kwa meza, unajua kuna maboy pia waliamua tu vile kutakuwa, unaona alishaingia kwa family way, lakini ana form sasa aliamua kwa vile kutakuwa. So huyu at least anajituma asikumwewa mkoko amejituma, ameenda amejaza sijui gari amekamneo do una embrace ile iko, alafu una grow from there. Na unemployment, how does unemployment kama saizi in Kenya the rate of unemployment is high sana. Now we all want to live that good life. Now men want comfort. Do you think unemployment, I'm not saying unemployment peke yake, because you might find a man is unemployed na hana stress, na unaweza pata a man who is employed but he has a lot of needs. So how do you think a man can cope with unemployment ndo isikuje affect his mental health? Unemployment ni issue big unemployment especially among young people, na pia kuna wase older pia wanakuwa unemployed kwa system kwanza yetu ya Kenya wanasema wa define youth msiako below 35 years old. So pia ukiwa man ukiwa over 35 na physically you are man bado uko na challenges kama tu za young men unemployment ukisema mtu ana form ukweli ana form
atakula shida. Na hiyo shida bado inaongeza stress kwa system yake kama kwa body yake kama kwa mental health yake, mind yake. Jamaa akiwa stressed up, ways gani atado to try to relieve your stress? Maybe ataenda substance abuse. Maybe atakuja kuleta violence kwa watu wao, kuonyesha niaje mnaniachiliaga, unaona, na labda hata watu wao na form. Unemployment, the best way ya kusema, naweza sema tunaweza try kutackle hiyo shit ya hiyo problem ya unemployment ni kutafuta tu kitu productive kidogo ya kufanya. Haimati ni how small unafanya, unacheki. Unaweza jaribu hizo cash for work program gavana kujaga nazo. Usione ni kama ni shughuli ndogo ati sijui kazi mtaani or something. Unaanzia hapo, unakula hiyo ndio unakula kidogo. Maybe unajipanga better. Unaweza sikia unajituma tu kidogo mpaka usikie kitu inafanyika. Sijui kuna mjei area fulani, unaenda hapo tu unajaribu kidogo. Unajituma juu ukisema pia ukae tu chini ati things ita work out. Ati I know someone who knows someone. Bado time ina go, na bado uja solve your problem uko na at least upataka income kidogo. Na maybe hapo mbele mambo itakuwa sawa. Kama uko kwa jumii unajua hata actually nasemaga wase wengi wana reach age fulani, ma millennials whatever ama ma Gen Z, kuna la washaanza kwa mafamily people mapema. Unapata mzee labda ako I know sama mzee ako labda 21 ashakuwa mzazi. Unachikisa hapo pressure pia ina increase kwa sababu kuna an extra mouth to feed. Ama 2 mouths to feed whatever. Sasa kukuwa na problem kayo inakam utaisolvaje? Next ni crime. But mimi nasemanga vijana, kama hauna pesa usiende kwa kina ndoa. Haina haja. Ikikam by mistake. Hakunanga mistake. The moment tunaanza kukua sexually active, unakuanga unajuanga kuna chances za a kid might come in the process. So to avoid all that, kuna a lot of precautions. But kama hauna pesa, avoid marrying somebody's daughter. Unachukua msichana wa mtu, kumemtoa kwa wazazi wake, mali wazazi walikuwa wanampea chakula 3 times a day, unamleta kwa kukula sapa na strungi asubuhi. So if you're not in a financial position to marry ama to keep somebody, avoid that. Na pia kama you are poor, let me not use poor, that is a very strong word. Kama you are financially below average, acha kuleta watoto kwa hii dunia. Because if umeshindwa kuprovide for yourself na for your girlfriend, what makes you believe uta provide for a kid? Watu watasema Mungu leta. Ati watu wasemanga watoto ni baraka na kuja na sahani yake. Hiyo sahani itakuja ikiwa empty. Kuna sahani za kuja ikiwa empty. Sahani itakuja but wewe ndio unafaa uijaze. That's actually the thing. Atakuja na sahani yake but it's up to you to ensure that the plate is always full. Na kama you can't provide for yourself, ama pia kama you're not open-minded, ama you're not that responsible person, it will be hard for you to take care of that kid. Nasemanga you can have one kid, ni sawa, maybe you're struggling, have a kid, one. If things start going good for you, ndio unaweza anza ku get a couple of kids. Because kuna article I was reading ilikuwa inasema people who don't have jobs have a lot of kids. Why? Because the only job they can do is reproduction. Hiyo ndio kujaza dunia, that's the only job. It's the idlers. Mtu akiboeka hivi kwa like kuja mamu geuka. Ukikaka hivi kama mamu, you guys. Ni a form of entertainment, to keep yourself busy. That's much be like lakini unajua mimi naweza sema in as much umesema if you can't have kids or if you can't feed yourself, try to restrain from having kids. Exactly. A kid. So ni ukweli unafaa do hivyo juu for the past over 20 years kuna vya sexual education imekuwa incorporated kwa system. Unapata organization kwa maybe shule moja mbili wanaonyeshwa kuna ways ama vile unaweza prevent hizo nini, lakini ilikuwa geared towards the girl child, ndio. So boys ama men walikuwa somehow left out of this topic. Mimi nasema gawezi ongea mambo ya reproduction ama sexual health na usi-involve ule partner mwingine. Ude most likely anakuwa na partner. Hata shikaball kivyake. Hawajafika bei ya kwenda kufanywa IVF. So huo mjamaa anampea ball, anaweza msuka, unaweza ambia udem ni aje. Kuna koga na morning after, kuna koga na sijui implant. Lakini boy
hujamempoa na hiyo knowledge. Yeah. Alafu boy akona pressure pia kuonyeshwa nafaa akuwe na toi na best zake. Sana kama mtu anaenjoy huyo mdema anamwambia hata mimi niko usiori I won't come inside on something. So anadanganya mdem, si ndio? Alafu anamtoka. Mabibi mama ni wengi kwa watu wengine huku nje ama ma single parent na wengi unapata gani waishuka pia hizo. Uwezi sema ati tu ni kidogo waliamua tu personally mimi yenyewe na dem tu hii na anaweza jishughulikia kivyangu, unaona? Lakini wengine kulikuwa na ka arrangement lakini ka work out, ndio? So mimi na smart tunatry ku educate mdem anafaa pia tunafaa tu educate pia kijana ndio akuwe capable kuhandle dem akueducate. So hata kwa shughuli ya mental health ya men inafaa pia prioritize sana kama vile madem pia walijaribu kuipo. Unajua madem nilikuwa nasikia unaweza pata wanaendaga kwa machama wana discuss issues zao, sijui azia do sijui nini ama au ni women young mothers or whatever in marriages ama madem wengine wakiwa tu shughuli zao ni easy kuongea fiti hizo sto. Alafu wanapata mentor ama si wanaweza wagain vizuri. Kuko na problem, kuna gender desk unapataga kwa maybe kwa police stations ama kwa chief or something na unapataga at least kuna community ni kama ka volunteer kwa community lakini amefundishwa mambo na mental health issues vile tu ni kama ni first intervention ya msee before pata professional vizuri au na try ku solve ngoriza. Lakini uboy akikuwa na ngori nini ande tu pale vuruge apate pressure ataenda kae tu mahali kwanza peke yake afikirie aonyeshe ni aje una stress, shika jaba upeleke emotions upeleke mental state yako change ufeel kila kitu iko sawa. Na stress kuja nikuonyeshe choo mwingie kwa instance spirit hapo area uanze kunywa ma chemicals zingine zimemix you sijui aje ndio ulupuke. Ukishazima kesho ukiamka utaki hiyo state ishuke unaenda kuongeza umse unaona community nimekaa for the past 2 weeks wase kama wanne wamedead wajuzi machiplika na wase au ni wase walikuwa kwa ile mental state yani unatry hata kumuonyesha nivya lakini anaonyesha lazima kwanza ndio tuongee, lazima atoe lock na hiyo lock atoa bai aende kubai mahenasi anabaitia unasikia inauzwa hata 250 ml inauzwa sijui 8 bob na kigonga hivi mpaka kesho na wewe sasa juu imeingia kwa system anagonga kama 2 kwa siku ana deteriorate physically na mentally so yako kwa state ni kama initagwa psychosis ako kwa state au ni reality na fiction ama anaona kila kitu yani haizi differentiate reality na fiction kwa state haieleweki, unaona? So hata unajiexpose kwa dangers mingi no life inapotea in the end unapata msichana feel labda ako overwhelmed anakuwa suicidal hiyo suicidal ideation inakama unapata msichana take life na ingefaa hivyo maybe manzi. Kwanza nili notice watu wengi wenda wazimu ni wanaume. A lady anaweza kuwa na usiita wenda wazimu pasi no like mad people a lot of tuseme wasi wako na mental health challenges ama wako na mental health issues. No like I'm talking like wenda wazimu like very professional mad in the street. Are you a professional? No like naongelea hao anakuanga hata ukitaka ku define kama wenda wazimu unacheki hiyo kusema hivyo unajua inakaa stigma so atufai kuita hivyo. Acha tuseme professional psychiatrist akaya hapa hivi atuambie huyu jamaa alisoma psychiatry kama akasoma itakuwaje counseling counseling ama ni psychologist yeye ndio ataconclude msee ni mwenda wazi. Unajua kuna msee anaweza tumia madre inaitwa drug induced psychosis anze kurusha tu mkono kwa road lakini akirudi zikishuka tuli sasa unajua uta defend msee ni kama ameanza kuchizi, unaona? Lakini acha professional akam unasikika kwa setup ya kama rehab ama whatever unarusha goko unakaa ka prison, ndio? Unarusha goko ndio utulie kwanza gauge uitwe psychiatrist mara 3 akuuliza maswali tu za swali tu yani za kupimanisha, unacheki ndio decide kama yeye ni kama uko na X factor fulani unafutumia medication ndio balance labda mental state yako ama tu ukitulia mahali ni kama umelokiwa kwa room utumilia 1 month bila kutumia anything zimeshuka sasa umerudi normal, unaona? So unataka story ya kusema hii area bana wewe wasi wanakaa wamechezi nini ni wengi ni meno kweli
Lakini wengi wase unachikia sasa community vile ina stigmatize hiyo ati mse amechizi. Umse unajua kuna mse anaweza pigwa na shock pressure ama trauma. Aende tu akage hata ache kushawa, ache kufanya nini. Trauma tu ile tu grief labda ili happen, labda mtu dead mse alikuwa close. Umse alikuwa tu ana normal anze aji shut off and isolation. Pio ni problem. Ni mental health issue and isolation. Humans ni social being. But I believe it's a whole thing in it we need to discuss, we need to address. And most people are not aware that kuna mental illness na kuna mental disorders. Those are two different things that watu wajui differentiate. Kuna some disorders like PTSD, OCD, bipolar. Kwanza watu wengi wajui kuhusu bipolar, like the one that unfortunately Kimani Mbugua and Maribel. So it's a thing that tunafaa to create awareness. Tueleshe watu, by the way, kuna something called bipolar, kuna something called PTSD, kuna ADHD. Hizi vitu zinaweza kuaffect na we si mwenda wazimu. So because of time and because mental health is a big thing that we hatuwezi maliza leo, that was our session for today. We were talking about mental health. Unaweza tuambia your social handles ama where we can find you? Mimi unaweza nipata kwa Simiu Makori kwa zote. Kwa Facebook, kwa Twitter, na pia TikTok. So Simiu Makori, yeah, thanks. And I'm your host, Mary Mboya. Unaweza nipata on all social platforms at The Black Hawk Official. Thank you so much for joining us. Toodles.